Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mfuatiliaji wetu, sisi ni Nur Path Hajj and Umrah, mimi ni Ezden na hapa tupo bado ndani ya Maka. Tumeanza zile ziara ndogo ndogo za hapa na pale kutembelea sehemu za kihistoria katika dini yetu ya Kiislamu, na leo tupo panaitwa Jabal Hira au Jabal Nur. Ni sehemu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokewa na Jibril kwa mara ya kwanza. Ndio sehemu ya kushushiwa utume, akaanza kuambiwa asome na hajui kusoma. Story yote hiyo ambayo kama umeisikia na kuisoma kutoka kwenye Qur'an au na kutoka kwa walimu wengine, then hapa ndipo ilipotokea. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swalla na salam mtume wetu Muhammad, ikiwa tumeanza ziara yetu katika siku hii ya leo katika mji huu wa Makka kwa kuanza kutembelea huu mlima wa Jabalu An-Nur au Jabalu Gharu Hira, ambao kwa kifupi kwa historia ya mlima huu ndio mlima ambao mtume wetu Muhammad sallam kabla akupewa utume, sababu katika mlima huu ndio alipewa unabii. Sababu mtume alipewa unabii alipoambiwa Iqra, ndio akapewa unabii pale. Akapewa utume alipoambiwa ya ayu hal mudaththir qum fa anzir, alikuwa mtume. Kwa hiyo alikuwa ni nabii na pia vile alikuwa ni mtume. Kwa katika mlima huu tunauona juu pale, alikuwa akipenda alayhi salatu wassalam, alikuwa anakaa pale mwezi au anakaa mawiki, anachukua chakula kwa mke wake Bi Khadija radhiallahu anha, wanakukaa pale anafanya ibada. Anafanya kama mnavyofahamu kwamba mtume kipindi ya kupewa utume Allah alimuhifadhi. Mtume hakuwahi kusujudia sanamu, wala mtume hakuwahi kunywa pombe, na hii ilikuwa ni hikma, sababu Arabu ilikuwa imekithiri pombe, ulevi. Sasa kama ingetokea tunashuku, kama ingetokea naye kidogo kama mfano safurullah katokea kafanya hayo, hata wale angewaambia mimi ni mtume, acheni hivyo, ngambia sasa usilikunywa ngoja na sisi, kwa Allah akamhifadhi na hivyo vitu, wala mtume hakuonekana labda mambo fulani labda kama katembea na fulani, sio alikuwa Allah alimhifadhi na vitu hivyo alayhi salatu wassalam. Walikuwa anakaa na abudu, alikuwa wanaeleza alikuwa akiswali swala za rakaa mbili mbili, alikuwa anaabudu kwa ile mila Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, rakaa mbili mbili alikuwa anaswali pale, alikuwa anafanya ibada kwa rakaa mbili, anaswali ambapo kwa mila Nabii Ibrahim. Akakaa na akiwafikiria Waislamu katika mji wa Makka kwa hali walikuwa nayo, sababu wengi wao walikuwa wako katika jahilia, katika ujinga, wapo katika ushirikina. Wakaa anakaa kule, anakaa na chakula chake, anafanya ibada, ikiisha anarejea kwa Bi Khadija, anachukua chakula na kuna nacho. Sasa katika moja ya masiku akaijua Jibril alayhi salam, akaja Jibril kutoka kwa Allah, akaja katika sehemu ile juu pale, akaja akamwambia Iqra. Na mlima huu pia vile vile ndio ilikuwa ilishuka Qur'ani, mwanzo kushuka Qur'ani katika ardhi hii. Katika mlima huu ilishuka zile aya 5 za mwanzo katika suratu Alaqa, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Ilishuka pale juu. Kwa Jibril akamwambia mtume soma, mtume akamwambia mimi si msomaji, siwezi. Mtume yeye alikuwa hawezi kusoma kilichoandikwa, yani yeye ufundishaji wake si kama tulivyofundishwa mimi na ninyi. Yeye alikuwa kafundishwa, Jibril anasoma na yeye anasoma, ndio alifundishwa hivyo. Kwa kama mimi si msomaji, soma mara ya pili, mimi sio msomaji. Kwa mara ya tatu mtume anasema Jibril alinikusanya mimi, kamshika Jibril, akamshika mtume alayhi salatu wasalam, akamminya. Sasa alipomwachia mtume akasoma Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sasa pale katika hizi, baada ya kushuka hizi ayati pale, alikuwa ashakuwa ni nabii. Mtume akatoka kule na hofu kubwa, anapata hofu, akakimbia kwenda kwa mke wake, sababu katika sehemu ambayo hata mfano kwa mwanadamu akipata na hofu, hata mwanaume, yani sehemu ya utulivu wake ni kwa mke wake, wanapata ile sakina wal waqar kwa nani? Kwa mke wake. Sasa mtume akaenda kwa mke wake ili kwenda kuna kumshusha ile pressure, kaenda kwa Bi Khadija.
Bibi Khadija alikuwa ni mkubwa radhiallahu anha, na yeye akawa anajua kama kuna mtu anakuja huko. Khadija akafahamu, akamwambia, anambia yule yuko mlangoni pale. Khadija akamtizama yeye kama lakini mtume anamuona. Kwa kitu Bibi Khadija akafanya, akamwambia je, hapo unamuona? Anaeleza kwamba Allahu aalam alifanya, alibaki kichwa wazi. Alibaki kichwa, Jibril akaondoka. Sasa malaika wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanafanya yale ambayo Allah kawaamrisha. Akatoa alivyoweka, alivyoweka nini, akamwambia unamuona? Penamuona. Akamwambia wewe una jambo, wewe unalo, sababu wewe alayhi salatu wassalam, wewe umdhulumu mtu, na pia vile vile wewe unapata kumdhulumu mtu, na wewe unatekeleza ahadi. Allah hawezi kukudhulumu, wewe una jambo. Ukashuka aya katika sura Mudaththir ambayo nilisoma hapa, ya ayyuhal mudaththir, mtume akajifunika maguo yale, akaambiwa ewe mwenye kujifunika manguo wewe, qum fa andhir, takana uinuke mara moja ukaonye watu. Ushakuwa mtume. Kwa mtume alipewa unabii, alipoambiwa ikra, kashapewa ujumbe ule. Alivyosoma ya al-mudaththir qum fa andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, akawa ashakuwa mtume. Alipewa utume akiwa na miaka, yani katika sira mwanzo, vitu vya mwanzo vinafahamika kwa wengi katika Uislamu. Mtume alipewa utume akiwa na miaka mingapi? Mdogo Sharifu akaanza na utume alikuwa na miaka mingapi mtume? 25 wakati anaoa. Yeye alioa akiwa na miaka mingapi? 25. Ila alipewa utume akiwa na miaka 40. Ndio maana hii 40 hii watu tuizingatie sana. Wewe ukifikisha miaka 40, kwa maana bale ya pili, ukavuka ukaendelea, ukifika 40 kuna sauti wewe inatoka juu inakuambia bana fulani umeshafikisha miaka 40. Sasa jiandae na safari, fanya maandalizi ya safari, sababu huna muda wewe, utakuwa safarini kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifikisha miaka, mtu akifikisha miaka 40 atakuwa kae sawa sawa, kama na mambo fulani mambo ya siri yasiyoeleweka atakana mara moja, sababu muda wote atarejea kwa Mola wake. Kwa akapewa na miaka 40 kakamilika, akapewa utume, kapewa pale ilishuka ikra. Baada ya hapo ndo akapewa mtume alayhi salatu, na akatumikia utume kwa muda wa miaka 23. Muda wa miaka kwa Qur'ani kai inashuka kwa muda wa miaka 23, Qur'ani kai shakamilika. Kapewa utume na miaka 40, akafa akiwa na miaka 63. Kwa miaka 23 katumikia utume. Mmoja alipita katika mji umeharibika, anaitwa Uzairu. Mji umeharibika, hakuna nyumba, hakuna chochote. Yule bwana akasema, hivi Allah anaweza karudisha kweli mji ukao ulivyokuwa? Allah akamfisha yule bwana Uzairu, akafa miaka 100. Alikufa miaka 100 karne hiyo. Alafu Allah alivyomfisha miaka 100, amekufa miaka 100. Alafu Allah akamfufua. Alafu akamuuliza, kam labitha, ulikufa miaka mingapi? Akasema yaumun au ba'dha yaum, ima ni siku moja au nusu siku, kwa sababu alilazwa mwisho wa mchana. Allah akamwambia, hamna wewe, bal labitha 100 ami, bali wewe nilikulaza wewe, ulifika ufariki miaka 100. Alikuwa na mnyama wake, ule mnyama Allah ule mnyama alioza kabisa akaisha. Alikuwa na chakula chake, wanasema kwamba alikuwa na tini, wanaeleza katika tafsiri tini au zabibu. Zile zabibu zake na tini kwa muda wa miaka 100 hazikuharibika. Allah akamwambia, usimuona zile zabibu zako zile. Baadaye akakubali Allah katika kisa, na hii ni aya ya 259 katika suratul Baqara, kisa cha Uzair. Kwa hiyo tunapokwenda katika hizi ziara hatukwenda kama show, fahamu Bi Maryam, tupate kuzingatia mazingatio hayo. Kwa mtume alijitoa katika dini hii, alikuwa akikaa kule masiku anaangalia huu mji wa Makka, hawa watu hajapewa bado utume, hata itakuwaje watu wanamshirikisha Allah, walevi. Anakaa kule, anarudi, anachukua chakula. Alayhi salatu wassalam. Mimi nitaishi hapa kwa ufupi wa historia ya mlima ule ambao tumesema ndio Qur'ani ya mwanzo kushuka, ni pale zile aya 5 za mwanzo katika suratu Alaqa, ile Iqra.